Women who are here, wanawake mlioko hapa, we have a duty in our homes. tuko na jukumu katika nyumba yetu. When there is darkness, stima imekatwa, yako haikatwi. Wakati kuna giza, stima zimekatwa, yako haikatwi. You are budgeted to buy electricity Umepangia kununua ile stima or paraffin. ama ile mafuta taa. Verse, I want to be very fast. 20 of Pastor Christine in Kiswahili. 20 husema, huwanyoshea maskini mikono yake na kuwakunjulia wahitaji vitanga vyake. She is very generous. Huyu anapeana, ni mkarimu. She is very kind. Huyu anapeana. This woman in the Bible is very kind. Huyu mwanamke katika Biblia ni mkarimu. She is hard working. Huyu ana bidii. She wakes up very early. Anaamuka mapema. When people are asleep, wakati watu wamelala, she is very busy doing her things in the house. Anashughulika akifanya kazi zake kwa Shangwe na vigelegele wa mama. We don't sleep. Hatulali. We wake up very early. Tuamuka mapema. To do house chores, you know. Tufanye kazi ya nyumbani, ya jikoni. When they wake up, wakati wanaamuka, when your children wake up, wakati watoto wako wataamuka, they said, blessed is our mother. Watasema, abarikiwe mama wetu. There is mandazi there. Kuna mandazi hapa. Kuna pancakes hapo. Kuna pancakes pale. Kuna rabuoni hapo. Kuna viazi tamu pale. Oh, and they take good sweet tea. Na wanapata chai nzuri iliyoko na before sukari. They go to school. Kabla hawajaelekea shuleni. When even your husband is asleep. Wakati mumewa hata pengine analala. Umepamba nyumba. Umepamba nyumba. Sasa wazee wameanza kupiga makofi. Thank you very much. Wazee wameanza kupiga makofi. Asanteni kwa kupiga. Thermos imewekwa chai. Chai imewekwa kwenye thermos. Don't ever wake up with your husband. Usiwahi amuka na mumeo. Hapana. Hapana. If he wakes up at 8. Iwapo utaamuka saa 2. Kama yeye anaamuka at 8. Kama yeye anaamuka saa 2. You wake up at 5. Wewe aamuka saa 11. When it is still dark. Wakati bado kuna giza. According to the word of God. Kulingana na andiko neno la Mungu. We thank God we have instructions. Tumshukuru Mungu tunayo maagizo. We are not lazy women. Sisi si wazembe, wanawake wazembe. Clean. Tunasafisha. Everything becomes perfect. Kila kitu inakuwa kamilifu. When your children wake up. Wakati watoto wako wataamuka. To go to school. Waelekea hapo shuleni. Blessed is our mother. Watasema mama wetu abarikiwe. They are in good health, you know, the children. Wako katika hali nzuri. The mother is worried. Mama anakuwa na wasiwasi. Are my children doing well? Je, watoto wangu wanafanya vyema? Are they looking good on the face? Je, wako na afya nzuri kwenye sura zao ama nyuso zao? You are not clapping and I'm teaching your wives. Amupigi makofi, nafundisha wanawake wenu. She has prayed at that time. Ashaomba kwa wakati huo. The house is covered with prayer. Nyumba nzima imefunikwa na maombi. Mzee akiamuka tu na hii nyumba leo iko namna gani? Kumbe ni wewe ulianza na maombi na kuosha na kutengeneza chai, porridge, uji. Shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Sisi hatuchoki. Na sisi hatuchoki. Sasa unaingia kwa blanketi mpaka saa 3. Nitakuja na kiboko mrefu. Nafikiri nafurahisha tu. This one has inaitwa, when you teach children you do what we call follow up. Unapofundisha watoto tena unawafuatilia. You wake up. Amuka. When visitors come, iwapo wageni watakutembelea, hata ukisema niko kwa toba na utakatifu, useme niko kwenye toba na utakatifu, everything in your house looks good. Kila kitu kwako kinaonekana kizuri sana sana. Sana sana. Si ati sufuria iko kwa gate. Takataka ulitupa tu hapo nje. Hapana, not in this ministry. Sio kwa hii huduma. A woman here is very clean. Mwanamke katika huduma hii ni msafi. Order has order. Ana mpangilio. Wapi makofi? Hata najua saa ile hamujapiga, kumbe maneno hapo iko mbaya. Let us change from today. Tubadilike kuanzia leo. Ndio.
let you have a kitchen garden. Uwe na lile shamba karibu na jikoni. Umeweka dania, Umeweka dhania, umeweka carrots, kuna karoti, umeweka viazi, kuna viazi, umeweka mahindi ile inaiva haraka. umeweka mahindi inaiva haraka. What is it called? Yani you have order. Una mpangilio. Uko na cabbage. Uko na cabbage. And I'm telling you what I am doing. Na waambieni kile ninatenda. Simunipigie makofi. I do all that. Nafanya hayo yote. Ndio. And then your children say, blessed is our mother. Kisha watoto wako watasema amebarikiwa mama wetu. Because there is nothing missing at home. Kwa sababu hakuna chochote kinakosekana nyumbani. And yesterday we said, na jana tukasema, people are also watching. Watu vile vile wanatutazama. How can you be in this ministry? Yawezekanaje kwa wenye huduma hii? After this meeting, baada ya mkutano, unaenda kwa jirani kuomba. Kero kama chengwe chono. Nasema angalia nataka akwanye nyanyi ngwechu ekoi. Nisaidie mboga yako. Kumbe ni vile hauna. Ni vile hauna. Alafu naambia kero kureswe, lakini Yesu anarudi na amekupea mboga, akakupea maziwa na nini nyingine? Na kiberiti. Kiberiti na chumvi. Alafu naambia na Mesaya anarudi, anakufanya kigo berber korotu echu. Kisha nakuchekelea nasema hao watu ni wajinga. You see how we have not given a good picture about the ministry. Angalia vile hatujapeana picha nzuri kuhusu hii huduma. Naona wazee sasa wamesmile. I told you mutasmile. Niliwaambia wazee mtatabasamu. Yesu, naona makofi imeenda juu. Makofi imeenda juu. Picture how you have been doing things. Ebu jitazame vile umekuwa ukitenda. Is God being glorified in your home? Katika matendo yako Mungu anasifiwa nyumbani kwako. When everything is wrong, wakati kila kitu imeenda mrama. Sijui iko kuku hapo, iko gambut hapo, sijui nini imeharibika hapo, watoto walifanya vile walifanya hapo, mzee anaingia anakaa. Tunaona wazee niliwaambia mtafurahia imani. Do we glorify God? Je, twatukuza Mungu? Who will change from today? Me, I'm ready to change. Nani atabadilika? Because Niko tayari Proverbs kubadilika. 31 was meant for me. Kwa sababu Methali 31 ni yangu.